Katika mitaa ya jua kali ya jiji la Abidjan, uko nchini Ivory Coast, Afrika, alizaliwa kijana mwenye ndoto tofauti. Alizaliwa kama Stephanie Aziz Ki mnamo tarehe 6 ya Machi 1996. Lakini miaka michache baadaye jina hilo likageuka kuwa sauti iliyotamkwa kwa msisimko mkubwa na mashabiki wa soka Afrika nzima. Hakuwa na viatu vya dhahabu, hakuzaliwa na jina la kifalme, lakini alizaliwa na kitu kimoja ambacho watu wengi hawakuwa nacho: ndoto isiyoyumba, ndoto ya kuwa zaidi ya kijana wa mtaa, ndoto ya kuvaa jezi ya taifa na kusikika kwa mbali kupitia mpira wa miguu. Kijana huyo ni Aziz Ki, ambaye leo hii si tu gumzo, bali pia ni alama ya matumaini na uthubutu wa kizazi kipya kwa Afrika. Akiwa na miaka ya utoto, Aziz Ki alianza kujifunza mpira kwa kutumia mipira ya plastiki. Mtindo ya kucheza kandanda kwenye vumbi la jua ndiyo shule yake ya kwanza ya soka. Haikuchukua muda hadi alipoanza kutambulika na kuingia kwenye akademi ya soka ya ASEC Mimosa, shule ya soka iliyojivunia kuzalisha vipaji vingi vya kimataifa. Katika akademia hiyo, Aziz Ki hakujifunza tu mbinu za michezo, bali pia akajijenga kiakili na kiufundi. Alipevuka mapema na akaelewa kuwa soka si mchezo wa kasi tu, bali ni mchezo wa maamuzi, akili na maono. Kwa hatua yake ya kwanza barani Ulaya, Aziz Ki alikumbana na ugumu wa maisha ya ugenini, hali ya hewa ya tofauti, tamaduni ngeni na ushindani mkali, lakini azma yake haikuyumba. Aliamini kuwa kama angeweza kupenya hapo, basi angeweza kokote. Mapenzi ya kweli kwa Burkina Faso. Wakati wengi walidhani angevaa jezi ya Ivory Coast, Aziz alichagua njia tofauti. Alichagua kulitumikia taifa la baba yake, yaani uko nchini Burkina Faso, taifa ambalo halina historia kubwa ya soka, lakini lina moyo mkubwa wa kupigania heshima ya taifa lake. Alijiunga na timu ya taifa na mara moja akaanza kuleta tofauti. Katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON 2021, alionyesha kiwango cha juu, akisaidia taifa hilo kufikia hatua ya nusu fainali kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa. Alifunga, alipiga pasi za mwisho na akawa chachu ya matumaini. Goli lake dhidi ya Tunisia lilikuwa la ufundi safi, shuti la kisigino lililomchanganya mlinda mlango na kuwafanya mamilioni kushangilia kwa machozi. Alithibitisha kuwa mapenzi kwa taifa hayatokani na siasa wala umaarufu, bali moyo safi wa kujitoa na kulitumikia taifa lako. Aziz Ki leo ni nyota inayoangaza kwa utulivu. Kwa sasa Aziz Ki anasakata kabumbu katika ligi ya Misri akiwa na klabu ya Al-Ittihad Alexandria Sport Club, lakini jina lake limekuwa likihusishwa na vilabu vikubwa vya Mashariki ya Kati, hasa huko Saudi Arabia. Hii ni ishara kuwa juhudi zake zinatambuliwa na dunia. Ndani ya uwanja anabaki kuwa mchezaji anayesifika kwa uwezo wa kupiga pasi za mwisho, kufungua nafasi kwa wepesi, kusoma mchezo kama kocha akiwa mchezoni, na nidhamu isiyotetereka. Nje ya uwanja ni mtu mpole asiyependa kelele, anayejitokeza tu pale anapohitajika, lakini mchango wake huacha alama kubwa. Akiwa na umri wa miaka 29, Aziz Ki bado ana miaka kadhaa ya kung'ara. Wengi wanamuona kama mchezaji wa mfano kwa vijana wa Afrika, mtu ambaye aliweza kuchagua njia ngumu akaipita na bado anasonga mbele kwa utulivu. Maneno yake yenye nguvu yanabaki akilini: soka si mbio za haraka, ni safari, na kila safari ina mafunzo, vikwazo na ushindi wake. Ukivumilia utaelewa thamani ya kila hatua. Hayo ni maneno yake Aziz Ki, wala si yangu. Makala hii imeandaliwa naye Eliazali Matozi na kusoma kwako nami Glory Pasco.